Yes bwana, mimi naitwa Kasamal, tuko na Matilda. Huyu bwana ndo yule mwanamke ambaye kwenye series ya Dunia. Sijui kama kuna mtu alimloga basi amsamehe. Au kama kuna kitu ambacho alikifanya na wanaume inabidi wamalize tofauti za mambo. Poa. Uko poa? Niko poa. Comment zimekuwa nyingi na watu wanakusifia kwamba kila kirembo hichi. Unaziona hizo comment? Naziona. Okay. By the way unafanya vizuri sana kwenye series ya Dunia. Nataka nifahamu ni series yako ya kwanza pia? Hapana, nishafanya series nyingi tu. Okay. Nje ya Dunia umefanya ipi? Kwa Asma comedian sijui anaita. Kwa Asma hii ni ya pili. Ya kwanza Familia Mzee Kicheche na hii Dunia. Sema Dunia umepata nafasi kubwa sana, si ndio? Ni hivyo. Sawa. By the way nimependa the ambavyo unavaa uhusika, yani unaonekana ni una kipaji, talents. Actually nikupongeza kwa kitu. Nataka nifahamu pia talent yako kuigiza ulifahamu ukiwa na wapi, ukiwa na umri gani, maybe ile tupe background kidogo. Kuifahamu ni kama nilikuwa na umri wa miaka 19 hivi. Kama mwaka mmoja uliopita. Sasa hivi na miaka 20? Kumbe ni kadogo hivi. Ndio. Mama sana. So, wewe umechukua mwaka mmoja tu kujua kipaji chako? Mwaka mmoja, sijui ndo na miezi ya. Wakati unataka unachukua miaka kugundua vipaji vyao. Ndio hivyo. Nani aligundua kipaji chako? Kwa sababu mwaka mmoja unajua tungetegemea uhaswasu kidogo kwenye vikundi vingi mpaka kufika hapa. Alogundua kipaji changu na kunifanya yani inajulikana tu kujiona najua kuigiza. Kakaangu Kramvevo. Kram? Ulikuwa Kram before? Nilianza kwa Kram, afu ndo nikafuata Kojani Gang kaja hapa. Kram ni movie ipi au series ipi ulifanya naye? Penzi la Mzimu. Hiyo ni ulikuwa mwembamba? Sijui. Ulimfuatilia Juma? Au ndo ule Mzimu? Nilikuwa mwembamba okay. So sasa hivi umenenepa hela hizo za YouTube. Sina uhakika. Ila nyinyi ndio mnaona muonekano. Mimi sikubahatika kuiona, lakini kama Juma ananiambia hapo ulikuwa ni mwembamba sana. I say, tumshukuru Mungu sana kwa maisha aliyokupa. Na mimi pia nashukuru. Sababu ya kuondoka kwa Kram ilikuwa ni nini pia? Sijaondoka na wala wewe wala hukuondoka? Nilikuwepo ila kuondoka ni mapumziko tu. Mwenyewe nilikuwa na matatizo yangu, kwa hiyo nikatoka mara moja. Sasa kutoka ukitaka huku unapigwa simu kazi zingine unaenda unafanya, ukitaka kwenda huku pia unapigiwa huku unafanya. Ila kuna shida yoyote. Unawasiliana na Kram fresh tu? Ni brother. Mkojani pia umefanya kazi? Nimefanya Mkojani Gang. Changamoto ilikuwa nini kwa Mkojani? Hamna changamoto yoyote na ni baba pia. Kwa hiyo umekuwa comfortable zaidi kule hapa au kwa Kram? Same zote nimekuwa comfortable. So ile hapa kwa Asma na enjoy zaidi kwa beach? Na enjoy kwa sababu sasa hivi ndo niko hapa. Kula maisha tu mama. Okay. Sawa. Tuzungumze katika hii series ya Dunia. Umekaa ni mwanamke ambaye huna bahati. Na scene yako ambayo mimi nilipenda ni ile mchungaji. Nikasema mpaka mchungaji licha ya kuwa mchungaji umempa vitu lakini mchungaji kaona wa sio kweli. Nimesepa. Tuzungumze namna ambavyo wanaume wanavyokukataa. Kwa wewe kama mwanamke unaichukuliaje mwanamke uko nakataliwa na wanaume? Unajichukulia vibaya kwa sababu sijui ni madhaifu gani unakuwa nayo mpaka kila mwanaume anakuja kwenye maisha yako wewe anaondoka. Kwa hiyo lazima mtu ujichukulie vibaya. Okay. Sawa. Na hizo challenge ambazo unazozipitia maybe ushaye kuambiwa na rafiki yako yote au kashaye kuzipitia mwenyewe pia? Mimi kama mimi sijaje kuzipitia. Na pia kwenye baadhi ya marafiki zangu nao sina marafiki wengi, sijakutana marafiki wengi. Kwa hiyo hao nilokupo nao amna talo unaniambia baba nishe kupitia hii kitu au watu wangu wa karibu hawaje kuniambia kama washe kupitia hivi vitu. Okay. Ila kwa hiyo tupo tu kwenye mafunzo kufundishana. Okay. Sawa, mafunzo ya kufundishana. Mimi sini ya yule ananilimi nivutia, sasa mchungaji wewe kukuvutia kama mpaka mchungaji na chachi boy kama kusepa na kijiji. Ile mimi imenivutia na ninaipenda sana. Chachi boy. Ulikuwa kuna ugumu namna kuishoot? Ugumu upo. Kwa sababu Chachi boy yenyewe ni kama anafurahisha tu.
yani sijui kakaaje, kama comedy si comedy. Kwa hiyo hata vile uzungumzaji wake kuangalia hivi anakufurahisha. Kwa hiyo ugumu uliokuwepo sana sana ni yani yani anavyokukataa vile pale ndio ugumu unakuja. Na maana mimi kila mwanaume atakuwa ananikataa. Kwa hiyo ugumu ndio upo kuumizwa, yani moyo kuumia ndio ugumu nilikuwa nauona. Okay. Sawa. Mabodaboda pia alikukataa. Au bodaboda na ni yule jamaa mwanzoni alikuwa ni nani, kwa afanya kazi gani ambayo inaanza tu simu amekukataa? Yule bako lazima simu unampigia mtu anatumika tu muda wote. Ni simu ya kwanza kama sikosei. Yule kazi yake sikuifahamu kwa sababu si unajua nilikuwa nikikutana na mwanaume leo, kesho ina maana hata kuongea naye sijaongea naye vizuri, tujaelewana, tushaachana. Ilikuwa tu ni mshashiriki tendo au ni atataki uchumba kawaida? Yaani nikishashiriki naye tendo ndo ananikataa. Ila nikiwa hivi naongea naye kama hivi chachiboi ndio mwanaume ambaye tuseme kidogo tumezunguka, lakini hao robakia wote kama hivi akikutaka mnaenda mnakutana. Kwa hiyo hata kazi yake pia nilikopo sijui yule mwanaume wangu wa kwanza. Ina maana chachiboi nimejua kazi yake baada ya mwenyewe kujitambulisha mara ya kwanza. Mimi ni fulani ndio nikaja kuelewa. Sini ipi episode ipi ambayo imekuvutia zaidi katika hizo zote ambazo unazoziigiza? Episode zilizonivutia ni hizi za chachiboi ndio ambazo zimenivutia sana zote. Sasa watu wanapenda ukaribu wako na manyanya. Mimi mwenyewe naupenda. Kama nyota imelala kwa manyanya. Ndio hivyo udugu wao. Mimi ningekuwa ndo mshauri ningemshauri kasi asimwache Chuga. Kwa sababu unajua anaweza akamwacha Chuga alafu wife. Mzee wa wife manyanya akabaki kwa mke wake. Hata mimi pia yani unatamani mtu kumshauri hivyo. Kwa sababu mwenyewe kashaamua kumpenda manyanya, hamtaki tena Chuga, mapenzi hayaingiliwi. Kwa hiyo unamwacha mtu ajichagulie mwenyewe anachokitaka. Na ushe kuingilia katika mapenzi maybe katika maisha kwa kimahusiano huko nyuma. Ni mapenzi yangu hayaingiliwi. Yaani nikiamua ni mimi tu. Hata kama ukinishauri nini siwezi kukuelewa. Kwa hiyo naona hata mapenzi ya Kasi pia na manyanya hayahitaji ushauri. Kwa hiyo tuwaachie wenyewe, watajua wenyewe. Sema kama manyanya nakupenda wewe. Hujaona hiyo kitu? Mimi naona ananipenda kama mdogo wake. Sasa sijui kama ananipenda yeye. Yale mapishi ambayo ulimpikia yale kama alivutiwa nawe. Alikipenda chakula. Sina muona anakuja tena anataka chakula. Sida kupika unajua, ila vitu vingine unaacha. Au chachiboi kumpikia chachiboi? Nilimpikia. Sema tu mwenyewe sio matatizo gani ule kaka. Apendeki. Alipata vibaya. Mimi na wewe basi sikupendi, sikuhitaji. Yaani kama sio mtumishi wa kanisani. Ananichinja. Noma sana, pole sana. Na tujaribu kuangalia namna ambavyo Kathy kama kama ameanza kuquiz kwa nini manyanya yuko busy na wewe. Ile watu wengi wametokea kuvutia sana. Kikawaida ishe kutokea pia katika maisha kwamba shemeji anakukubali kuliko girlfriend wake. Yako beba mtu. Sijawahi ile ishe kutokea. Sio mara moja, sio mara mbili. Kwa hiyo ndo maana mimi yani sijui hata niongee hivi pila ndo hivyo. Uje kukutana nao ile kimaisha utasikia shemeji sasa mimi nimekuelewa kuliko shoga yako yani. Vipi? Uje kukutana nazo? Hiyo ishe kukutana nazo mara nyingi tu. Shemeji na dada. Uje kupita na shemeji yako hata bahati mbaya. Tuseme ile bahati mbaya tu. Yaani hakuna mtu aliowaone. Kiukweli sijawahi, sina tamaa hizo bado. Naogopa. Vitu vizito. Visije vikakukuta. Sijawahi bwana, ila wanaume sio wameomba matamanio. Kwa hiyo hata mimi pengine nina shoga yangu huko na yeye bwanangu labda anamwambia, ila mimi sijui. Ila mimi kama mimi yametokea tu hayo maneno ila kukutana na shemeji yangu sijawahi. Una bebi zako tu kwangu mimi tu. Mimi na heshima. Okay. Sawa. Sini yenu na Kathy inaonekana kama mtakuja kugombana mbeleni. Tuibie hata siri kidogo, ni kweli kitanuka? Sijajua. Na ukiangalia ndo mtu wangu wa karibu, lakini kusigombana sijajua kama itakuja kutokea. Sijui, tuende tukaangalie mbele. Nikishaanza kuona wivu kwa sababu kuna namna baada ya manyanya kumaliza kula kasepa na Kathy alikwambia kwamba yeye anaenda kumzugisha Chuga sepe, wewe endelee kumzugisha manyanya ili manyanya yabaki ale chakula ni ili aje amsindikize. Afu
sawa shemeji, sawa kaka Manyanya, hamna shida, ukamruhusu mapema. Ni kama vile anaanza kukumind Yeah, ila yeye kunimaindi kwake sio kama anaona wivu. Yeye kunimaindi kwake alinimaindi kwa sababu kitu alichokitegemea hakijawa. Kwa hiyo alijua kishatoka kule kija huko atamkuta Manyanya. Sasa alivyokuja huko hajamkuta Manyanya, kwa hiyo alicho moyoni mwake sio kwa ajili yangu mimi. Yaani moyo umemuuma kwa nini Manyanya hajamkuta. Kwa hiyo kuhusu kuja kugombana sio kukosana na Kase, hiyo sijui, labda tuje tuangalie mbele. Na leo na Luka 11 kama sikosei. Na muda unaona unaenda kama anaikosa hivi, afikiri ningeona vitu vingi huko. Sasa hivi tena sijui itakuwa tayari, sijui bado. Okay. Sawa, kuna namna watu wanapitia hizi namna kushoot. Sababu nibadilika kukuona kidogo unavyokuwa na shoot, sasa uko na talent. So poa, yani kuna muda unastuka sasa. Huyu ana chini na limonti nini binti. Mbona ana change sana? Kuna namna yote kuna challenge ambazo huwa sometimes na kuface. Maana kuna muda unakuta hata yani kushuti napo kuna mudi. Unakuta siku hata ile mudi ya kushuti huna. Kwa hiyo utakuta labda changamoto zinakuja pale labda kwenye katikati. Utakuta scene moja labda unafanya muda mwingi au ulivyotegemea jinsi unavyokuja kupata scene ya kushuti na unavyogia labda leo director anakuambia labda scene yako iko ya kulia au ya kucheka, lakini sasa wewe hauko sawa na ile zile scene ambazo anakugea. Kwa hiyo ndio changamoto inapokuja hapo. Unaona kama taweza kweli leo. Ndio hivyo unajipa moyo unafanya. Mambo mengine endelee. Kuna kitu natamani kukuuliza kwa sababu sasa hivi dunia kidogo imekuwa iko very specialized, nafikiri watu pia wanakuwa nafahamu. Is it true sometimes wanawake mkiwa katika ada zenu, mkiwa kwenye kazi wage na inafanya tamsio comfortable especially kwenye namna kushoot? Sababu anataka nipate kwa sababu ni new generation naamini. Kwa sababu tumesikia baadhi watu mimi leo niko maybe kwenye ada zangu nakuwa na stop. So hizi challenge waga ni kweli mkiwa katika ada zenu sometimes baadhi ya vitu waga mnasimamisha vingi kwa sababu hali ya kiafya? Inategemea, unajua ukishazungumzia vitu kama hivyo ukiongelea msichana pia unaongelea tabia ya msichana tofauti na hali ya mwili, akili pia, hata kila kitu ni tofauti. Sio kama watu tunalingana. Kwa hiyo kwangu mimi naweza nikasema kwa sababu haijawahi kunitokea sijui, ila kwa wengine pia sifahamu. Okay. Ni vitu gani ambavyo ukiwa navyo siku hiyo yani utakuwa hauna mood kabisa kushoot? Yani ni vitu gani ambavyo ukifikiria unakuwa ni muda kushoot na inatoka kabisa? Labda nikiwa na mawazo. Mawazo yako gani gani mapenzi? Usijokute wanaumizwa kweli kwenye mapenzi. Hapana, mawazo tu mbalimbali. Unaweza kawaza kodi nini? Kodi, voucher. Una hela voucher. Ndio mtu wa kwanza yeye nimesikia na stress ya voucher duniani. Kweli. Kwa unakaa kabisa sasa hapana mimi sina tena. Wana mimi sina buku hapa kutia voucher. Buku ya voucher hapa naipata wapi? Stress kiote. Kichwa kinauma ujala. Kwa hiyo labda mimi nahisi mawazo tu ya kimaisha sana ndio yana kufanya labda mtu unakosa hata mood. Okay. Sawa. Maisha mambo yanakuwa na mengi inakukata moods. Unakumbuka kuna siku yote ambayo ulikuwa na stress alafu ukashoot alafu kiangalia ile scene unasema hiki ni kipaji, ni kwamba yani zile stress ulizokuwa nazo usingepata kile kitu ambacho umekipata maybe. Ndio lini ilikuwa Juma ngapi? Ijumaa si Jumamosi. Nilikuwa siko sawa kabisa, ila sasa ndo sini iko hapo mbele inakuangalia na wewe unabidi ushuti ile madi Jumatatu watu wa posti. Kwa hiyo unafanya tu imadi umalize. Ukiangalia niliua. Ndo au leo hii. Leo kwa tutajua kama nimeua au vipi. Sema ongea na talent pia. Asante. Sawa, pengine kuna mtu anatamani kujua wishes zako ni zipi uje kumiliki pia siku moja channel yako kwa sababu YouTube ni ajira pia? Bado sijawa na malengo hayo. Malengo yako ni yapi sasa Matilda? Malengo tu nilikuwa nayo mengine ya kimaisha, lakini malengo hayo ya kuwa na YouTube sio nini bado sijakuwa nayo. Okay, sawa. Mimi nimemsikiliza hapa Matilda, actually ni shabiki yake pia, napenda vitu vizuri. So ningetamani pia Tanzania mashabiki zako wajue na kupataje kwenye social platforms. Yani kwenye mitandao ya kijamii. Instagram natumia official_Zinduna. Alafu TikTok natumia Zinduna kama 11 hivi.
FB to me, mitandao mingine pia sipo. Niko kwenye Instagram na TikTok basi. Sawa. Mimi nakushukuru sana Zinduna aka Matilda. Haya, na mimi nashukuru. Tuone hata sini ukiwa unaogoa hata dawa kidogo kusafisha mikosi. Hiyo ndoke wanaume wakupende. Tutaona mbele, tutaoga sana tu. Bwana, kasi atakupeleka inaonekana. Kase mjanja. Manyanya. Kashalo. Haya bwana. Mimi nakushukuru sana bwana. Haya, na mimi pia nawashukuru. Asanteni.